unataka kuniua vile vile, sema. I was born once, I will die once. We live once. Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa wa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. We born once, we live once and we die once. Hayo ni maneno ya John Heche, mwanasiasa nguli kutokea katika taifa la Tanzania, ambaye alipigwa stop pale katika boda ya Hispania kuingia Kenya alipotaka kuja kumzika mwanasiasa nguli ambaye alifariki dunia siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2025, na si mwingine ni nguli Joey Raila Amolo Odinga. Watu wengi sana wametamani kuja katika taifa la Kenya kumzika. Wengine, kuna wale waliozuiliwa kama Heche, lakini nadhani akapata nafasi. Lakini swali linakuja, ni kipi hasa kilichopelekea mpaka John Heche kuweza kuzuiliwa pale boda? Ni issue za kisiasa? Kwa sababu nikiangalia John Heche hakuweza kufika Kenya, ama hakuwa na nia ya kuja Kenya kuja kufanya siasa, kwa sababu siasa za Tanzania za Tanzania, za Kenya ni za Kenya. Kule rais ni Samia, huku rais ni Ruto. Je, sababu ni zipi hasa za John Heche kuzuiliwa pale katika boda ya Hispania, ikiwa tu ameona kwamba kuna umuhimu mkubwa na mimi kutokea kwenye mazishi ya aliyekuwa mwanasiasa mkongwe Raila Amolo Odinga, ambaye si mwanasiasa wa Kenya tu bali wa Tanzania pia, kwa sababu Raila amesema kwamba kuna wakati alikuwa Mtanzania kwenye maisha yake. Kuna maisha yalikuwa ya Kitanzania kwa sababu alitumia mpaka passport ya Tanzania, means alikuwa ni raia wa Tanzania kwa wakati huo kwa muda wa miaka 2. Raila aliyazungumza hayo. Mwalimu akanipokea, akaniadapt mimi kama mtoto yake, kisha akanipatia, akaamuru ya kwamba nipewe pasipoti ya kusafiri, na mimi nikatoka hapa na nikapewa pasipoti. Nilitoka hapa na ndege, tukapitia Nairobi transit, tukaenda mpaka Cairo. Kutoka Cairo mimi nikaenda Ulaya. Hii ilikuwa ni miaka wa 62. Kwa miaka 3 mzima mimi nilikuwa naishi Ulaya na kutembea na pasipoti ya Tanzania. Mimi nilikuwa ni mtu wa Tanzania wakati hiyo. Mimi nimepata pasipoti ya Kenya mwaka 65, miaka 3 baada ya uhuru, miaka 2 baada ya uhuru mimi nikapata pasipoti ya Kenya. Kwa hiyo mimi nilikuwa Mtanzania na bado mimi niko Mtanzania. Na ukiangalia sisi sote ni wamoja East Africa, ndio maana kuna Luos Tanzania, Luos Kenya, Masai Tanzania, Masai Kenya, Kikuyus Tanzania, Kikuyus Kenya, Merus Tanzania, Merus Kenya, yani Digos Tanzania, Digos Kenya, sijua nani. Yani watu ni wengi sana, tumeingiliana, na ukiangalia hizi borders ndo zinazotuunganisha. Kwa hiyo mimi nataka tumsikilize hapa John Heche, alafu tuweze kusonga mbele. Msikilize. Kwa sababu nyie sio Mungu, hamtanizuia kufa. Kama mnataka kuniua vile vile, sema. I was born once, I will die once. We live once. Na mimi nimekataa kuwa mtumwa. I know there is consequence ya choice ninazofanya. So don't intimidate me. Mimi nimekuwa mbunge, mimi sio kibaka. Nimekuja hapa, mimi nimezaliwa hapa. Ningetaka kupita huko msingeniona. Nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika, na tumetaarifu dunia kwamba mimi naenda kuzika. Mnanizuia, mnachukua pasipoti yangu, unawaambia wanipige. Wanipige nini? Nimekosa nini? Kwa lipi? Kwa lipi? Sema mnachotaka. Fanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu, no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kunitreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo. Tell me kwa nini unachukua pasipoti yangu?
Mwandikie kwa sababu niambie, why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana You should tell me. No. Kwa nini unachukua passport yangu? There is a choice to keep quiet. You be safe, uwe kwenye government. But there is choice ya kuwa kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard choice, najua consequences zake. Kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetumia taratibu kupita hapa kwenu. Huu mpaka wote ni porous. Na mimi hapa ni kwetu. Mzee, ni kwetu ni hapo. Kitakasembe hapo babangu ndio amezikwa. Kwa hiyo nimesoma hapa Nyamaharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo I know this border. Ningetaka kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona, nobody would see me. Mngeniona niko Bondo na msingenikamata. Na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday wana organize, I knew it. And they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa. Heartless people. Mimi nataka kujiondoa na nimekuelewa. Sawa. Ukimalizana nao. Ukuje mimi nitakuongea mwenyewe. Hayo ni maneno ya John Heche ambayo ameyazungumza yeye mwenyewe na sio kwa maneno yangu, na hapo ni video nzuri ilikuwa inarekodiwa akiwa boda ambayo ameyazungumza. Sasa mimi sitaki kuongea mengi. Kila ambacho tumekiona, tumekisikiza, kazi yangu ni ku updates kwa kila ambacho labda hujakiona, na kama ulikiona basi mimi nakiweka hapa kama historia na kama ama niweze kusema kumbukumbu, remembrance, kwa sababu kesho ipo na kesho unaweza ukaitwa, hebu toa ushahidi wa kile ambacho ulikizungumza ama kile ambacho huyu alikifanya. Watu watakitafuta kwa social media, especially YouTube, Instagram, TikTok and Facebook, also X, na wataweza kukipata kile ambacho kilizungumzwa na John Heche mwenyewe. Drop your comment kwa kile ambacho umekisikiza. Sina mengi. Jina langu Jack Special. Tumlaze baba vizuri, na maisha naweza kusema kwamba tuendelee kumwombea siku zote, maana maisha ni haya. Kama tunavyomkumbuka leo na kumlilia leo, basi tumwombee na tusiache kumwombea forever. Atuombee yote kifo. Muda wa siasa ukipita, basi tukumbuke kuna maisha baada ya siasa, kwa sababu siasa ni maisha. Asante.